sasa. Leo ni kuenjoy, leo ni kujivinjari, leo ni holiday. Oh, mpaka asubuhi. Yes, welcome. Mpaka asubuhi. Leo niko na wanangu kibao kinacheza. Yes, karibu. Asante bosi. Nimekuja na shida kibali. Okay, kibali cha nini hapo Labda nikuelezee kidogo. Na watoto wangu Ndio. natamani niwatoe out kidogo. Ndio. Natamani niwafanyie kidogo ambacho wataenjoy kwenye weekend hii au likizo hii. Yes, sawa. Ndio. Ya kwa nimeona si vyema nisikushirikishe bosi wangu au kama mmiliki wa kampuni ambayo nafanyia kazi. Kwa nilikuwa ninaomba kibali na wafanyia watoto wangu tour. Wapeleke wakaone wanyama, then shughuli zingine zitaendelea. Hiyo haina mambo mengi kwa kuwa umekuja kutafuta kibali. Sisi kama serikali tunaruhusu sana watu wakafanye tour msituni kule, wakaangalia wanyama, kila kitu nini. Kibali umepata. Sasa kuna sheria za msitu. Mojawapo ya sheria kwenye msitu, hatutakiwi kuingia na vitu vyenye ncha kali, mfano kisu, Ndio. viwembe. Ndio. Pia msituni kote turuhusiwi watu wanaovuta sigara, maana sigara inaweza ikasababisha moto kwenye msitu, tukaharibu msitu wetu na tukasababisha moto kuungua, wanyama wakapata athari nyingi, tunajua. Na tutakupatia mtu wa kukuongoza kufanya hatua yenu mpaka mtakapomaliza. Tutakuwa naye huyo, ndio atakuwa royal guide wetu. Bisi yetu hii, na hamna shida, kibali tutakupatia na tutakupa huyo mtu ambaye atakuongoza mpaka utakapomaliza shughuli zako na familia yako. Sawa, hamna shida. Basi bosi, nashukuru. Nilikuwa naomba kujua labda nikijie kibali lini ambacho kitakuwa kipo tayari. Bosi, samani, naona kuhusu mtu wa kuniongoza, najikezekana niende peke yangu. Hapo ni kwa sheria zetu, hairuhusiwi mtu kwenda peke yake kwenye huo msitu. Na kuna baadhi ya sheria hizo zinatakiwa zifuatwe. Na mkikiuka sheria kuna mambo tofauti yatatokea. Ndio maana nimewaambia sheria zifuatwe, na nimetoa uhakika kwa sababu huyo guide nitawapa ambao atawaongoza ndo atakaye wazingatia sheria. Sheria mojawapo ni hutakiwi kukojoa msituni. Ukikojoa msituni maana ni mojawapo ya kuvunja sheria ya msitu. Ndio, sio tumeelewana tajiri yangu? Tumeelewana, lakini ndio kwa nini nisiende peke yangu niweze kupata muda mzuri wa kuspendi na familia yangu bila mtu yote kuwepo? Okay, haina shida. Kama unajiweza haina shida, lakini cha muhimu ni sheria zizingatiwe. Sijui tumeelewana tajiri yangu? Bosi, nimekuelewa na nashukuru sana kwa kuweza kunielewa. Nitazingatia sheria. Sasa nilikuwa naomba kujua kibali nikijie lini? Hapo nilikuwa nataka nijue kwamba ni lini ambayo mtaanza safari yenu ya kuingia msituni, ili nikae nipange hiyo ratiba ili nijue kibali chako nakipata lini. Ngoja nikakae na familia yangu, ndio nikaweza kuratibu, then nitakuja kukupa feedback nitakuwa ni lini, ila sio mbali sana na wiki hii. Sawa, haina shida. Mimi nipo hapa ofisini, labda unaweza ukachukua namba yangu. Kama utofika ofisini ukanipigia simu, mimi nikakuandalia hicho kibali,
na nikikiwa tayari ninakupigia simu, unakuja ukichukua ofisini. Sasa nitajie, unaweza ukaniandikia namba yako hapa nikakupigia baadaye siku nakuja kuchukua. Ya, una shida. Okay. Hii hapa bosi. Sawa, haina shida. Sawa, haina shida. Ni kusave nani? Unaweza kunisave Oka, napenda kutumia hiyo yake. Haina shida Mr. Oka. Ndio. Haina shida Mr. Oka. Ndio. Hiyo imeshafika kabisa. Ndio. Sawa. Nashukuru sana. Haina shida. Nikupigia kazi njema tajiri. Sawa. Asante sana. Haya.